Washiriki haleluya. Washiriki haleluya. Washiriki mbona hamna sauti ya mjala? Washiriki haleluya. Sisi ndio watoto wenu, tumekuja huko mbele leo. Kwa mara ya kwanza kabisa tunakanyaga hiki Kibweta. Sisi tokea tuanze kambi tulikuwa mle kanisani tunakula vumbi la kutosha. Sasa hapa tumekuja sisi kuonyesha ambacho tulichojifunza kwa wiki nzima. Nipende kuanza tu na program ya nani? Program ya unabii. Nipende kuwakaribisha program ya unabii na wakabidhi maiki. Aya, tufumbe macho tuombe kutano. Mtakatifu, mtakatifu Baba uliye mbinguni, tazama tunapoanza kipindi cha program cha watoto. Baba tuombe kutusimamie na mambo yote yakae chini yako, naweza kutubali, tuombe kwa jina la Yesu. Amina. Washiriki program tunayopenda kuanza nao ni ya uwakili, ni ya unabii. Aya, washiriki tukae kwa makini kusikiliza program ya unabii. Nipende kumkaribisha mzungumzaji namba 1. Ukimchokoza nyoka atakudoko. Aya, weka pause mwanangu, weka pause. Weka pause kwanza, weka pause. Tunatoaje program hatujaimba? Twende. Ukimchokoza nyoka atakudokoa. Ukimchokoza mbwa atakubwekea. Ukimchokoza paka atakurarua. Ukimchokoza kuku atakurukia. Cheza mbinguni. Mbinguni tutacheza nao. Cheza nao wewe. Cheza nao. Mbinguni tutacheza nao. Mbinguni kwa Baba. Mbinguni ishi nao. Tutaishi nao. Ishi nao. Mbinguni tutaishi nao. Mbinguni kwa Baba. Kofi. Tena. Ukimchokoza simba atakurarua. Ukimchokoza tembo atakusigina. Ukimchokoza mamba atakumeza. Ukimchokoza faru atakufyatua. Mbinguni tutaruka nao. Mbinguni tutaruka nao. Mbinguni kwa Baba. Lala. Mbinguni tutalala nao. Lala nao. Mbinguni tutalala nao. Mbinguni kwa Baba. Makofi. Tena. Mbinguni tutacheza nao wewe. Cheza nao. Wote. Cheza nao. Mbinguni tutacheza nao. Mbinguni kwa Baba. Ishi. Mbinguni tutaishi nao. Ishi nao. Mbinguni tutaishi nao. Mbinguni kwa Baba. Ruka. Mbinguni tutaruka nao. Ruka nao. Mbinguni Tunasogea mbele, watoto wa unabii tunasogea mbele. Watoto wa unabii tusogee mbele. Mbinguni tutalala. Lala wewe. Lala nao. Mbinguni tutalala nao. Mbinguni kwa Baba. Washiriki wasiposema amina tunasema wenyewe. Mtu jipe amina. Wao si hawataki. Tuseme nini washiriki? Mpendwa, hebu shikilia kiti, maana sasa ni wakati wa unabii. Kwanza nitaanza kueleza neno unabii.
Unabii ni ujumbe ambao Mungu amewapatia watumishi wake ili kuonesha mambo yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Leo tutazungumzia unabii wa Danieli unaopatikana katika kitabu cha Danieli 7. Katika mwaka wa kwanza wa mfalme Belishaza, Danieli aliota ndoto. Katika ndoto hiyo aliona mambo yafuatayo. Danieli aliona pepo kutoka pande 4 za dunia zikigonga bahari. Je, unajua pepo zilimaanisha nini na bahari zilimaanisha nini? Endelea kutufuatilia. Katika unabii, haya ni baadhi ya maneno na tafasiri zake. 1. Pepo huwakilisha vita au machafuko. 2. Bahari huwakilisha watu wengi. 3. Wanyama huwakilisha tawala mbalimbali. Hivyo basi Danieli aliona pepo zikipiga bahari. Hii ilionyesha kuwa aliona machafuko katika watu. Pia Danieli aliona wanyama 4 wakubwa wakiibuka kutoka baharini. Wanyama hawa hawakuwa viumbe wa asili bali waliwakilisha tawala mbalimbali. Mnyama wa kwanza alikuwa ni simba mwenye mabawa ya tai. Mnyama huyo aliwakilisha utawala wa Babeli. Sifa za utawala huu: namba 1, nguvu; namba 2, kiburi; namba 3, kasi kubwa ya ushindi katika vita. Hata hivyo mnyama huyo alionekana akinyanyua mabawa. Hii ilimaanisha kunyenyekea kwa mfalme Nebukadneza. Mnyama wa pili alikuwa dubu aliyeinuka upande mmoja, mwenye mbavu 3 mdomoni. Huyo aliwakilisha Umedi na Uajemi. Sifa za utawala: namba 1, nguvu upande mmoja; namba 2, ushindi mkubwa katika vita. Mnyama wa 3 ni chui mwenye vichwa 4 na mabawa 4. Huyu huwakilisha utawala wa Uyunani. Sifa za utawala huu: 1, kasi kubwa ya ushindi katika vita. 2, ulikuwa na makamanda 4 walioonyeshwa na vichwa 4 chini ya Alexander Mkuu. 3, utawala huu uligawanyika baada ya kifo cha mfalme Alexander Mkuu. Mnyama wa 4 ni mnyama wa kutisha asiyefanana na kiumbe yoyote wa asili. Huyo aliwakilisha utawala wa Warumi. Sifa za utawala huu: nguvu kuliko wanyama wote waliotangulia. 2, kujificha kwenye kivuli cha dini na siasa. 3, ndio utawala uliopo sasa. Sasa tumaini lenye baraka ni utawala wa Yesu Kristo, utawala utakaodumu milele, utawala wa haki. Ndugu, jiandae kwa utawala huu. Twende hewani wewe, sijaona makofi wewe. Piga makofi wewe. Tutafanyaje? Tutapaa kama tai. Wote kwenda wapi? Kwenda juu. Juu mbinguni. Imba milango yote ya mbinguni. Haya, fungua twende. Itafunguka historia ya nini? Ya ajabu. Tutafanyaje? Tutapaa kama tai. Wote kwenda wapi? Kwenda juu mbinguni. Sasa milango ya mbinguni. Haya, fungua twende. Itafunguka historia ya nini? Ya ajabu. Tutafanyaje? Tutaimba nyimbo za ushindi. Tumeshinda nini? Wapi? Duniani ni furaha tena ya ajabu kuishi kule mbinguni. Tutafanyaje? Tutaimba nyimbo za ushindi. Tumeshinda nini? Wapi? Duniani ni furaha tena ya ajabu kuishi kule mbinguni. Haya, twende kushoto. Shingo cheza shingo wewe. Kichwa. Geuka kulia. Machozi yote yatafuta. Tena vilio Vitakomeshwa
Sasa dunia yote, dunia imepita, haya mambo ni mapya, historia ya nini? ya ajabu, Machozi yatafuta na vilio vitakoma. Dunia imepita, sasa mambo ni mapya, historia ya nini? ya ajabu. Tutafanyaje? Tutaimba nyimbo za ushindi. Tumeshinda nini? Wapi? Duniani ni furaha tena ya ajabu, kuishi kule mbinguni. Tutafanyaje? Tutaimba nyimbo za ushindi. Tumeshinda nini? Wapi? Duniani ni furaha tena ya ajabu, kuishi kule mbinguni. Tutafanyaje? Tutaimba nyimbo za ushindi. Tumeshinda dhambi. Duniani ni furaha tena ya ajabu, kuishi kule mbinguni. Watu wa Mungu, hatujambo? Hatujambo watu wa Mungu? Hatujambo. Kifuatacho ni darasa la watoto wachanga kuanzia miaka 0 hadi miaka 5. Nalo tulijifunza somo linasema uumbaji. Tuone wamama pamoja na watoto wao waelezee walichojifunza ndani ya wiki nzima. Karibu. Asante. Katika wiki nzima tumejikita katika somo lilikuwa linasema uumbaji. Uumbaji tulikuwa tunafuatilia fungu lilikuwa linatoka Mwanzo 1 na ule mstari wa 26. Nao tuliona kwamba Mungu alituumba sisi kwa mfano wake na kwa sura yake. Alafu tukamaliza tukaangalia viungo baadhi alivyovituwekea katika sura yake na mfano wake. Tukaona viungo, tukaona kama vile macho, sikio, pua na mdomo na viungo vingine mbalimbali. Tukae makini kwa kusikiliza. Alafu viungo hivyo vina kazi yake. Kwa hiyo sasa tukae makini tusikilize kazi ya viungo hivyo. Asante. Sikio kusikia. Hapa tumesikia sikio linasaidia kusikia. Pua inasaidia kupenga na kupumua. Macho inasaidia kuona. Mdomo unasaidia kula na kuimba. Kwa hiyo tumesikia baadhi ya viungo tulivyoumbwa navyo katika sura hii. Maana hii sura tuliumbwa kwa mfano wake na viungo ndio tumeviona hivyo katika sura hiyo. Katika somo la uumbaji tulijifunza kuhusu matiti. Matiti yanatusaidia kutunza chakula cha mtoto. Lakini pia matiti yanatusaidia sisi wanawake kumnyonyesha mtoto. Unapomzaa lazima umnyonyeshe kwa sababu matiti hayo ndio yanatunza hicho chakula cha mtoto. Lakini jambo lingine,
wamama tunaonyonyesha haitakiwi kukaa unanyonyesha waziwazi tu matiti yako, kwa sababu matiti yako ni ya thamani sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pia ndani ya wiki hii tumejikita somo letu katika hali ya uumbaji. Uumbaji wetu umetuonyesha kama jinsi watoto wetu walivyoweza kusema, lakini viungo mbalimbali. Lakini pia mimi nasimama hapa kumwakilisha mtoto wa umri wa 0 hadi miaka 3, 4 hadi 5. Mimi naitwa Matilda Yona. Kwa hiyo ninasimama kwa ajili ya kuelezea tumbo. Tumbo limegawanyika katika sehemu kuu 2 au zaidi. Kwa hiyo mimi najikita upande wa uzazi, kwa sababu mzungumzaji mwingine amezungumzia kuhusu chakula cha mtoto. Kwa hiyo mtoto anapopatikana ni lazima apitie katika tumbo la uzazi. Mama anapojifungua mtoto lazima anahifadhiwa ndani ya tumbo na ndipo anapotokea duniani. Kwa hiyo tunapata watoto kutokana na hili tumbo ambalo ametuumbia Mungu kwa kuhifadhi uzazi, yani kwenye uzazi. Nitampa mzungumzaji mwingine azungumzie kuhusiana na hilo tumbo, kwamba tumbo sehemu nyingine linatunza nini au Mungu ametupa kwa ajili ya kuhifadhi nini. Karibu. Bwana ni mwema wakati yote. Bwana ni mwema. Katika somo hili tumejifundisha tumbo linasaidia kutunza vyakula mbalimbali. Ili ukamilike mlo kamili inatakiwa uletepo na matunda. Amina. Na hapo ndipo programu ya watoto wadogo kuanzia miaka 0 hadi miaka 5 linaishia hapo. Nami mwalimu wao Mariam Bahati kutoka Chikobe. Karibuni sana. Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Mikono juu, tia kichwani, tia shavuni, sasa zungusha. Ganda. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Mikono juu, tia kichwani, tia shavuni, tia begani, sasa zungusha. Ganda. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Mikono juu, tia kichwani, tia shavuni, tia begani, kwenye kiuno, sasa zunguka. Ganda. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Mikono juu, tia kichwani, tia shavuni, kwenye kiuno, kwenye magoti, sasa peleka. Ganda. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Mikono juu, tia kichwani, tia shavuni, kwenye kiuno, kwenye magoti, kwenye vidole, sasa tembea. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi? Chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi? Chini 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 chini
ya mbawa za Yesu niko salama. Ifuatayo ni programu ya uwakili. Napenda niwakaribisha watoto. Washiriki bara ni mwema. Ifuatayo ni programu ya uwakili. Napenda kumkaribisha mzungumzaji namba 1 aweze kueleza kwa kifupi. Uwakili ni haki au mamlaka anayopewa mtu kusimamia. Katika darasa hili tujifunza nyanja kuu 5 za wakili ambazo ni wakili namba 1, wakili wa mwili, wakili namba 2, wakili wa talanta, wakili namba 3, wakili wa wakati au muda, wakili namba 4, wakili wa mali, wakili namba 5, wakili wa kuitunza dunia. Namba 1, uwakili wa kutunza mwili. Kila mwanadamu anatakiwa kuutunza mwili wake kwa kuvalisha mavazi mazuri. Wakili wa talanta au uwezo ni kila mwanadamu anaweza kutunza mwili wako kwa kila mwanadamu anaweza kutunza mwili wake. Matawi yake. Mathayo 25 fungu la 14. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka mali zake kwake. Akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Mathayo 25 fungu la 15. Mara huyo aliyopokea talanta 5 akaenda akafanya biashara, nazo ni kuchuma faida talanta na nyingine 5. Mathayo 25 mstari wa 16. Namba 3, uwakili wa wakati. Mungu ametupatia wakili wa wakati au muda. Inatakiwa kutunza kwa uangalifu. Ipo mifano nyingi ya zaka. Ibrahimu Mwanzo 4 fungu la 20 linasema, ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliye juu sana, aliyewapatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la kila kitu. Namba 5, uwakili wa kutunza dunia. Sisi washiriki tunatakiwa kutunza kila kitu kilichoko duniani kwa kufuata maagizo ya Bwana. Huo ndio mwisho wa programu yetu ya uwakili na Mungu awabariki. Asante. Nipende kukaribisha programu ya familia. Chapu tuoke muda. Baada ya familia, Alvin atafuata. Katika darasa letu tulijifunza habari za familia. Familia ni kikundi cha watu wanaoishi pamoja wenye uhusiano wa kindugu. Darasa letu tulijifunza aina mbalimbali za familia. Kaa kusikiliza. Aina za familia. Aina hizo ni kama ifuatavyo. 1, familia ya baba, mama na watoto. Namba 2, familia ya baba na mama. Namba 3, familia ya mzazi mmoja na watoto. Namba 4, familia ya mlezi na watoto. Namba 5, familia pana. Binafsi nitazungumzia wajibu wa mtoto katika familia. Wajibu wa kwanza wa mtoto kuwaheshimu wazazi. Sisi kama watoto tumefunzwa kuwa kielelezo cha kutii na kuheshimu maagizo ya wazazi, baba na mama, na kuja nyumbani kuleta tofauti. Pia wajibu mwingine wa mtoto katika familia ni kufanya kazi kwa bidii. Katika makambi ya tulijifunza kila mwanafamilia ana wajibu wa kuleta maendeleo katika familia. Hivyo hata sisi watoto tunatakiwa tufanye kazi kwa bidii. Watoto hata sasa hatutaangalia season, bali tutafanya kazi, yani hapa kazi tu. Tulijifunza kuhusu familia.
Maombi pia yanatakiwa kuwepo kwa wanafamilia wote. Hata sisi watoto tunao wajibu wa kuombea wanafamilia wenzetu. Watoto tunalo jukumu la kuwaombea wanafamilia wenzetu. Tumeita kuleta tofauti kwa wanafamilia wenzetu. Programu ya Alvin Kalaba. Aya, tusikilize wimbo kwanza. Baada ya wimbo Alvin atafuata. Kuna hadithi moja ya mkuta. Wanawake gani, wavulana wasichana? Kuna hadithi moja, tuimbe. Kuna hadithi moja ya mkutano, wanyama wa msituni na mfalme wao. Aliwahimiza waheshimu wanadamu, ila mbu hakuwepo. Ni mnyama mdogo kabisa, hatari kwa watu. Ni kiumbe kinachojificha gizani nyumbani. Ni kiuaji cha ajabu, hakina mpinzani. Mungu ni mfinyu kama dhambi. Kwa sauti inawasha kidogo kidogo, kumbe inauma. Hadi unajipiga mwenyewe, tena wajibu. Wewe dhambi inawasha, tunapenda kuikuna. Hata ikileta vidonda tacheka. Inapogonga mlango, dhambi yapendeza. Ni tamu kuliko sukari uko gizani. Yaangamiza wote waikaribisha, na ilisababisha kifo chake Yesu. Piga kinanda sasa. Piga kinanda wewe. Akitoboa kuvuta damu, ana maana kilainisho ndiyo sumu. Na hivyo umwaga sumu, kulainisha uovu. Eti pombe ni dawa ya tumbo, haina tatizo. Ukisema uongo mdogo, utahukumiwa. Mungu yangu, hiyo ni mimba, subiri mtoto. Kifo cha milele uko mbele. Inawasha kidogo kidogo, kumbe inauma. Hadi unajipiga mwenyewe, tena wajibu. wote dhambi.